vitu fulani maombea, watasema kazi zaongea, huku tunabishana, tenda tuna umeona si lazima huko zaongea. Kuna kitu andika finish sijui nini ama mpaka mwanzo. Akani anashinda. Sawa. Hiyo mpaka tu tumemaliza. Na hapo. Ndio gestopisha ndo hiyo finish itasema. Dua zetu kama vitu vidogo wewe unapagawa, wameloa maji hao. Kisha hao wameloa maji hao. Kisha turn down tuna Babylon Air. Vitu fulani maombea, watasema kazi zaongea, na huku tunabishana. Turn down tuna Babylon Air. Vitu fulani maombea, watasema kazi zinaongea, na huku mutabishana. Sawa kona doa walipo wako poa, hawako shua, ndo maana nakosoa. Atua dua, ndo Mungu na anajua. Ni long time kwenye game, ikachukua muda na tembea wakaitambua. Of course na media tours, hakuna mapresenter na promoter so tujua. I'm in a mission, I got more vision. Niko na ambition, sidili na competition. Ni revolution kwa kila generation. Inspiration, lazima motivation. Yo. Mambo vipi mambo? Wameloa maji hao. Bwana, dakika ni 14 pale tayari zimekatika baada ya mwendo wa saa 8 majira kinafika mashariki. Very good afternoon mahali popote pale ulipo. Bwana, ni awamu ya pili. Na kama nilivyokuwa nimekuahidi kwamba leo tutakuwa tunaye mgeni na tayari kashaja mjengoni. Amekupa intro kibabe hata zaidi, na moja kwa moja bwana itakuwa nazungumza naye matatu mawili moja vile, kwa sababu muda pia nao unaona unazidi kusonga. Moja kwa moja mambo vipi my brother? Safi Alphonse. Unanipata? Nakupata mwanangu, nakupata clear. Bwana, useme shukran sana na karibu kwenye studio zetu za Radio Jahazi. Bwana, feel free. Asante. Ni mara yangu ya kwanza kabisa bwana kufanya interview na wewe. Kitu kwamba most of the times nilikuwa nikizisikiza na kuzichezesha nyimbo za kwako, lakini kupatana na wewe moja kwa moja ni vileo. Ni kweli. Hii ndio first time kufanya interview na wewe. Shukran sana. Mimi mwanzo nikuulize kitu ambacho ningependa sana kukijua ni Turn Down ni kikundi ama Turn Down ni mtu mmoja? Turn Down ilikuwa ni group. Na ilikuwa ni group kama mtu kama 10 hivi. Tulikuwa na Mitaki Sauni kama producer wetu. Tulikuwa wengi, kina Tozi, kina Swaga Boy. Tuko wengi, yani short ni family. Turn Down kama family. Au watu bado wako ama kuna watu ambao walijitoa? Watu wako, lakini maisha ndio nasema imefanya watu waende, kila mtu amejisia part. Mitaki Sauni ameenda mambo zake kivyake. Shak B naye anafanya vitu vyake kivyake. Wengine wameenda Dubai, wengine wameenda Germany. So nikabaki mimi ku represent kama Turn Down. Yaani mimi ndo imebaki mimi ndo nizuile msingi. Msingi wa nyumba, sio? Okay. Umemtaja Mitaki Sauni. Na ukasema alikuwa ni miongoni mwa waanzilishi wa Turn Down. Founder. Ndo founder. Tulianza pamoja. So as we speak now, bado yupo ama wewe ndo na represent ya ashajitenga Turn Down yuko Turn Down. Hayuko Turn Down. Kidogo kuna misunderstanding zitokea mahali. Mitali fanya ngoma fulani this ikatrend inaitwa sijui TV Dole, vitu ambao public ikawa inaonekana Turn Down tunaongea vitu, unaelewa, vitu ambavyo havielimishi jamii nini. Tukakaa kama group tukamwelezea, lakini Mitani mbishi, si unajua mambo zake bwana. Mitani tupa kwa Malindi bwana. Mbishi ile mbaya. Sasa ikabidi ile katika kuongea jamaa tukasema bwana tuweze enda hivi game. Si kila ngoma tunafanya madis tunaenda mali kila mtu tunakushukia, jamaa atakabifu na wewe, jamaa atakakupiga nini.
Sasa tukaona vitu singe personal sana na mitaa kila kumuelezea hataki. Tukakaa tukasema bwana mitaa si lazima bwana. We can work without you. Nyinyi ndio mlimtoa ama alijitoa mwenyewe? Sisi ndio tulimtoa. Tukiwa na Klaus, Shakbi, tukiwa sote Bani Al Capone. Manake tuliona hana way forward. Ni producer, is a good producer. Yeah. Ni producer mzuri nini, but lyrical lyrics zake kwanza mambo za kiuni huni kigangster shit. Alafu sasa tumekuwa wazazi. Hata sasa hivi bado ni hiyo hiyo. Bado mambo yake sio kwambia tupa kwa Malindi bwana. Bado ni hiyo hiyo tu. Mwanangu lakini hatuna beef. Tukionana tutagoteana fresh nini. Alitoka tu kwa kikundi lakini bado communicate. Communicate tuna communication hivyo. Yaani chukulia personal. Paka akaanza madistract, akaanza kutukana turn down nini, lakini hatukumrudishia sisi tujuazi umwana tu. Yeye mkatulia. Tunjua simu zake tu mambo zake hizo. Okay. Ilianzishwa kama lini? Mimi kiangalia habari sasa hii, asiandao inaonekana ni kikundi ambacho kilianza hata kabla mimi nizaliwe. Tulianza kitambo, si tulianza 2011. Nilikuwa nimezaliwa 2011. Lakini before tuende Mombasa tulikuwa tushaanza tani Malindi. Tulikuwa na one path hapo. Around to 7 to 8. Alikuwa bado katoto sana. Hiyo ndio time sasa tushikana na mitaa. Mimi nilikuwa nafanya kivyangu kitambo, nilikuwa Savuka Junior kama kumbuka Savuka. Mimi kwa Savuka. Mitaa ilikuwa ni Unda Tribe. Yeye alikuwa ni kivyake. Sasa tukishikana na Unda tushikana around to 8. Hapo ndo tukashikana tukaanza form 10 down sasa pole nini. Tukashikana ndo tukaanza fanya kazi. So hii jina ilitokana na kama ulivyosema kwamba ilikuwa ni around 10 people ndo mkaita 10 down. Ni watu 10, alafu tulikuwa downtown sote tukishikana Mombasa Kisauni hapo sasa. Hata mitaa alikuwa anajiita Unda Tribe nakwambia, Unda Tribe. Lakini sasa hiyo mitaa ikabidi ajite mitaa Kisauni, maana ile tulikutana Bakarani. Kuna city pale. Before Mwandoni hapo Mtopanga katikati hapo kuna Bakarani. Kuna mtaa wetu mzima hapo unaitwa 10 Down Street. Street nzima kama hivi Maweni. Okay. That's it. Shukran sana. Mimi ningefurahia sana pengine kikundi kingerudi sasa hivi kwa sababu sasa hivi ukiangalia kuna vijana wadogo ambao washaanza hip hop wameingia kwenye game sasa hivi. Lakini ukiangalia nyimbo zao nyingi sana ni hizo tu Mazuna ndo wanatajwa kwa wingi. Sana shamba nini. Lakini Malindi sio shamba. Malindi sio shamba. Huko Malindi mimi ndio naona kuna utofauti kidogo, lakini ukifika Kisauni kule bado utasikia Mazuna ndo anatajwa kwa wingi. Lakini hapa Malindi hip hop za hapo ukizisikiza kuna kaelimu kidogo. So mimi ningetamani sana 10 down mara moja, yani hata kama ni track moja tu mtoe, alafu sawa kwa niaba yako kizee yani. Sawa vile ushasema kwa niaba yako utamtafuta mitaa tufanye ngoma moja tu jamaa ya peace and love au sio? Ya peace and love sana tu ushasema kwa heshima yako Alphonse. Mitaa kuna beef bwana, sisi kwa sisi bado foundation iko sio founder bado niko atajua atakutafuta ataiona alafu Inshallah. So mimi nikuulize tu, unajua kwenye safari lazima kuna changamoto nyingi sana. Na sasa hivi ukiangalia umri pia umeanza game muda mrefu sana. So changamoto ile kubwa kabisa ambayo sasa hivi unaona vijana hata wakija wakipata kwenye safari yao ya hip hop inaweza kuwafanya bao wakakata tamaa kabisa. Changamoto gani ile kubwa zaidi yani? Mimi naona changamoto sana ni financial status. Watu wengi wanaona game sasa ni paka pesa. Yaani mtu akili yake anajua nikienda studio kwenda kurecord lazima ni do. Nikienda kwa video kufanya ni do. So itabidi sasa vijana watafute kazi kwanza. Kazi nyingine kando na muziki. Maana showbiz Malindi ni vile nimekuelezea. Malindi hakuna strategy za sponsorship. Hakuna management. Lack of management. Hakuna platform pia club moja ambao watu wanaenda wakafanya mambo zao, tuone acrobats, wenye talents. Kitambo Market Village ilikuwa inakuza watu Market Village. Ikafungwa. So tungeomba hao wekezaji hao watafute nafasi. Washike vichwa vya Malindi. Sawa, washike wa Kongo wa Malindi bwana. Hii strategy ya Malindi ni vipi, showbiz ya Malindi utafanya vipi? Unaona kama hii Summertide. Summertide ma-DJ wengi naona ma-DJ wengi pale ni wa Nairobi, wa Italy, wa wapi, DJ Ramo. Yaani watu watoke mbali wakuja wachukue millions of money kwetu Malindi alafu waende.
ambao ile chance kama ile ingepewa pia ma DJ wa Malindi opportunities. Opportunity. Umenigeta? Nakupata. Maana sasa kama exposure uonekani, mtu atajuaje kuna DJ fulani Malindi? Mtu atoke Nairobi aje apewe pesa Malindi achukue ende zake kwao. Baadaye DJ wetu wa Malindi hatajulikaniwi. Kuna kina DJ Amo, kuna ma DJ wengi sana hata hajulikaniwi. Umeona? Hata hajulikani. Kabisa. So tuwe na fairness pia. Wenye kuorganize hizi event pia wajua kuna wenye mji. Sisi watu watoke kule wametoka waje wachukue pesa waende. Lazima wa recognize kwanza kuna wenye mji kwanza. Kabisa. Wape opportunity. So tukisalia hapo kwa Summertide Yeah, viongozi wa kidini walipinga sana baada ile function kufanyika ile tamasha. Niliona. Wakasema bwana, hatutaki tena hatutaki kabisa. Ni wewe kimtazamo wako sasa, kwa sababu umeisifia, umesema wangetafuta pengine wenye mji pengine wagawanye kama ni kidogo pale, wa viongozi wa kidini walipinga. Wewe kimtazamo wako unaichukuliaje? Kivyangu mimi kupinga kwao nafikiri wamepinga kulingana na kivyao, lakini ninavyoona mimi sawa. Hao wanafikiria mavazi vile wanawake wanavaa vile wameenda pale ni nini, wanaona pengine kuna mambo ya mangono ama stori zingine zinatendeka. Wakati wamesahau pale ni biashara. Yule mwenye pale atauza selling zake, by the end of the day ataingiza entrance zake, mtu kuingia ni pesa fulani, ma DJ watapata pesa yao. So hii mimi sioni dini ingeingilia hii kitu. Manake ni tourist pia, ina attract tourists. Manake Summertide unaona wengi wanaokuja hapa wanatoka Nairobi, si wa Malindi. Mkazi wa Malindi ni wachache sana, mtu ambaye anaweza 10,000 aingie ndani. Umeelewa? Mwanzo hiyo 10,000 mtu afikiria unga sasa ni mifuko mingapi? Ni mshahara wa mtu. Alafu bado kuna rent. Kuna mtoto kushule pengine ni nini. So mtu anafikiria hivi, yani short Malindi hawezi afford vitu kama hizo. So hao wenye kanisa na Uislamu wanasema pengine ni vitu vya ushirikina ama vitu vya Illuminati sijui nini. No, ni strategy. Ile ni strategy. Ni strategy. Alafu huyu amekuja na kitu hiyo ya Summertide, niendelee na hivyo. Alete more concerts. Hata si Summertide peke yake. Organize event za Malindi, wasanii wa Malindi alete tamasha kwa wingi. Hata Diamond akiletwa aletwe. Yaani vitu fanyike Malindi. Malindi ionekane pia bwana. Isiwe down bwana. Isiwe down. Tuzungumzie nyimbo ya Wameloa Maji hao. Pengine kuna watu ambao mlikuwa mnawazungumzia direct ama hiyo tumebase kuhusu wasanii fulani. Hii short ni diss lakini indirect. Yaani ukitaka kupiga mtu usimpige na mawe hivi. Wanampiga cold door, inatoka cold door. Vita baridi, sio? So Wameloa Maji tunamaanisha watu waliona kama Tendown tumepotea kwa game ni nini. Umeona? Lakini bado mimi nilikuwa naendelea kivyangu. Sasa tukashikana na Shak B ambao ni brother yangu kabisa. Huyo ni brother kabisa kutoka yeye. Ndio nimeona duo brothers. Ni brother yangu tumeshikana kutoka yeye tumefuatana. Sasa tukarudia na Shak B, hata kuna EP tunafanya kwa Sango. So far tumefanya Wameloa na tumefanya hapo kwa juu utasikia. Unyama hapo kwa juu utasikia. So sasa hii tumerudiana, yani Tendown sasa tuko mtu mbili. Tumebaki mimi na brother peke yake. Bas. Hamfikiri kubadilisha jina pengine baada ya wengine pengine kujitoa na umebaki mandugu? No, kubadilisha jina tulikuwa na wazo kama hilo, lakini mbona kwanza nyumba alafu kubomoa tena nyumba kwanza msingi tena. Itakuwa ni hasara pia. Alafu ni brand, unajua tayari ni brand. Sasa kuna manager, kuna watu fulani watatushika mkono. Wakiona tumeanza tena upya. Tena collect tena mafans tena kuwarudisha tena paka waje. Itachukua muda. Alright, kwa sababu mimi nilikuwa naisikiliza lakini ni kama ilikuwa inalenga watu. Unajua kwamba alikuwa hajatajwa lakini kuna watu ambao walikuwa analengwa hapo ndani. Kuna baadhi ya wasanii tu siwezi wataja lakini wanajua. Wengine wanajitama Misa, wengine wanajitama nini. Haina noma, kuna king. Hao wenyewe wakisikia wanajijua. Yaani hiyo cheki nakwambia ni cold door. Akisikia tu anajua Ameloa Maji. Tumemsoka, yani tumemweka kwa maji huyo. Kwa maji. Okay. Tamfua baadaye tu. Tuzungumzie track nyingine ambayo kabla hatujaisikiza ya We Run This Town. Yeah man, we run this town, we run. Ambao wanampiga na General. We run this town, we run.
We still run this town. Wale Master Kimbo. Imefanya na Master Kimbo mkongwe generali. So nyimbo hii pengine hii idea ilikuja baada ya kuona pengine Ten Down imekuwa kwa muda mrefu, imekuwa kwenye game kwa muda mrefu. Kuna watu ambao tayari walikuwa wamejitokeza hapa katikati, na unajua kabisa ni vijana, lakini ni ile mtu ashaingia kwa game dakika jipata ni mbabe tayari. Sasa wengi hii hata tumefikiria hii idea nilikuwa nao mimi, nikakutana Kimbo nikamwambia sikiza hii beat Kimbo bwana. Hii Kimbo, alafu nilikuwa nafikiria kuhusu watu wanajisifu sana, sio? Si tufanye hii song moja ambayo tutajisifia sisi kidogo tu. Ndio akaniambia ina noma mkongwe. Wewe tafuta nafasi studio session nini. Tukaongea na Fash P, tulifanya kwa Fash P. Ndio sisi tuna run this town. Mkongwe anabaki vile vile Master Kimbo. Sorry nyingi watu waongea Kimbo hivi, bwana Ten Down hivi. But Wakongo lazima po heshima yake. Heshima itakuwa vile vile tu, maximum respect. Kuna watu ambao wanaweza sema, lakini ukimpatia nafasi hivi kwenye track ya kwake, mistari ambayo atatoa pale, unajua kabisa anafunika. Kabisa. Kimbo mwanangu sana. Tumefanya naye so far ngoma kama 3 ama 4. Shabigi pia. Anga zetu kufanya Shabigi. Video pia inakuja soon inshallah. Tunasubiri sana. Dakika ni 28 pale ndo zimekatika baada ya mwendo wa saa 8 majira ya Afrika Mashariki. Bwana, bado tunazungumza na Ten Down hapa ndani ya mjengo. Bwana, tupate nafasi ya kusikiliza We Run This Town kabla bwana turudi tuweze kuendelea na interview kwetu. Yeah. Ten Down is old rapper Master Kimbo. Skiza proper. Listen. We are run this town, we are run. We still run this town, we are run. Nairobi na downtown, we are run. We still run. We run this town. We run this town. We run this town. We run this town. Who's that? Kimbo. Tuko kwenye game toka long time ago. Wengine walikuja swaga zao zikabo. Hawana flow, wanajigamba kona do. Ndio maana kila siku wanapenda kujishow. Nilianza game since 1996. Kuperform niko busy kwenye street. Nasaka dead na kineza hit. Ayo ma snitch. Wako na rock kama za witch. Man, but wana act kama bitch. Mtaa wa teach tabidi wa cool teach. Kuna ngine na bleach. We are run this town, we are run. We still run this town, we are run. Nairobi na downtown, we are run. Malindi na downtown. Yeah, we run this town. What? We run this town. We run this town. Yeah, we run this town. We drop Giza. White. Sort. I snitch my rats. Size tofauti na Beatles manga machos na Kongore zima We Run This Town by Ten Down akishirikiana na Master Kimbo. 32 ndio dakika ambazo zimekatika baada ya mwendo wa saa ngapi? Saa 8 kama ni majira Afrika Mashariki. Bwana Sheshe mpango mzima awamu ya pili. Bwana wame notebook ya Sheshe mpango mzima ambao moja kwa moja bwana tunazungumza na mkongwe. Baadhi ya wale watu ambao wamekaa kwenye game ya hip hop kwa muda mrefu bwana, na historia kibabe hata zaidi.
Bwana tutakuwa tunazungumza naye moja kwa moja hapa bwana aweze kutupa ushauri. Kuna baadhi ya vijana ambao sasa hivi bwana wanawazia bwana kuingia kwenye game ya hip hop, lakini pengine wanaangalia itakuwa ngumu. Bwana itakuwa ngumu sana. Ambapo usijali, hapa leo tutakuwa tunapata burudani, vile vile bwana tutakuwa tunapata ushauri kutoka kwa baadhi ya wakongwe. We are run. Nairobi na downtown, we are run. Malindi na downtown. Yeah, we run this town. What run this town? What we run this town? Bwana moja kwa moja mimi run this town. Ningependa bwana nikuulize kitu ningependa nikuulize kitu kwa sababu kwa muda mrefu sana hip hop imekuwa ikihusishwa sana na uhalifu. Imekuwa ikihusishwa sana na uhalifu. Wengi sana wanaamini kwamba hip hop msanii wote wa hip hop either yavuta bangi, yanywa pombe, ama achonga nini, kwa sababu wanaona yale mambo ambao nyimbo ambazo yale maneno ambayo yanawekwa kwenye zile nyimbo wanasema pengine ni utovu wa nidhamu, wanataja mapanga sijui nini, moshi, vitu kama hizo. So kwa mtazamo wako, unajua umekuwa kwenye game kwa muda mrefu na kufikia sasa bado upo kwenye game, ushauri wako ni gani, na pengine ni kitu gani kile ambacho ungependa kuambia watu kama hao ambao wanafikiria vitu kama hizo? Fikra mbovu, fikra potovu. Mimi kitu cha kwanza ningeambia waheshimu sana hip hop. Maana hip hop ina deal na culture na ina deal na love. Hip hop inakuwa na love na culture. Unasikiza sana hip hop ina deal na sana mambo ya ghetto, mtu nimesota, mambo ya msoto ni nini. So inaonyesha upendo wa street, vile street zetu zilivyo. Inaleta the real life ya street, vile street zetu ziko. Sio? Sasa hawa watoto wametokea sasa sana shamba, ndo unasikia wanaribu trend. Lakini mimi naweza sema ni wave yao. Ni wave, muziki ni wave. So sikia gengeton ilikuja, gengeton eti wainame mara sasa imekwama, ikaenda amapiano ikatoka. So is a wave. Sasa ni wave yao. Wasipingwe, waitumie vizuri. Bora tu wachukue nafasi yao vizuri na waeducate watoto pia. Mambo education, kuna educative song, kuna hizi awareness song, mambo za drugs, si ndio? Keep away from drugs, watu wache mapanga manini, yani at least waimbe educative songs. Wao ndo wanafanya hip hop inaonekana ni muziki wa kikora. So they have to change. Hao watoto wameanza na msingi sawa hip hop, but easy lyricals ndio vile nilikuwa nakwambia Mitax Sound tulimtwajua hizo lyrical gangster lyricals, vitu ambazo hazieducate watu, vitu zinaleta beef, grudge kwa street, ama zinaleta image ya gangster, yani inaonekana kama muhuni. Ona kama hip hop sasa inachukulia ni muziki wa kihuni. Lakini hip hop ni kama reggae. Ndio naona marasta wengi wanapenda kusikiza hip hop ama reggae. Maana zina deal na reality. Hip hop inakuwa na reality sana. Lakini sasa hii reggae ndio inaaminika kwamba ndo yani peaceful yani. Reggae na hip hop. Hata hivyo hata mimi sasa nimebase nafanya madancehall, nafanya reggae music, nimeswitch nimetoka hip hop nimeingia huko sasa. Hata naona jambo ambalo umevaa pia. Mimi sasa me nowadays I don't do gangster things. I do Jamaican jam things. Peace and love rasaman. Kwa hivyo ujumbe wangu ni uambie tu aje fikra potovu, na wale vijana ambao bwana wamejiunga sasa hivi bwana wa change lyrics. Flow ni poa, kuna flow zao ziko fresh nini, watoto na poa, lakini hata swag zao wanang'ara fresh. Lakini hayo maneno naongea hiyo panga bapa shika bapa mfanyie siji kwala sota kwala paka lini. Mtoto mwenyewe ana majukumu, alafu anasema kukwala nini, mtoto ajaingia hata jela. Wanasema mooza. Sasa kuoza si hiyo ina maana ni mzoga hiyo. They have to change. Watoke shamba ingie town, waje Malindi town. Malindi ni city, Malindi sio shamba. Malindi ni siri. Usio. Tuna matumaini kwamba ujumbe utafika na watabadilika. Tuna matumaini makubwa sana kwamba ujumbe utafika. Changes is what we need. Watabadilika. Changes is what we need. Kwa hivyo kuna track ambayo ilifanya na Shabig ya Anga Zetu Bala. Hiyo tumefanya na producer Mobis, kama ushasikia Mobizo, yule amemtoa Chikuzea ametoka na Dazzler. Mobis ndo ametengezea hiyo kazi. Inaitwa Anga Zetu Bala na Shabigi.
So bado na communicate na shabiki kwa sababu amekuja amepotea sana kwenye game sana. Shabiki akona vitu zimemtokea, lakini personal issues. Ni yeye alipata wife wake, bahati nzuri Mungu akambless akapata watoto wawili, akona watoto wawili ma twins. Pasa kupata hapo ibidi sasa kidogo ameshinda muziki kidogo na na family. Hata mimi muziki nilitulia kidogo, nilikuwa nafanya construction ya nyumba. But nashukuru Mungu ameniwekea uwezo, nimemaliza nyumba sasa. Nashukuru. Kwa hivyo hiyo nyumba ni mafanikio mojawapo ya muziki ama muziki is my work. Kile kidogo unapata ndo unafanya sasa. Muziki unalipa. Muziki unalipa bro. Sasa hiyo waambie kama shabiki tu hapo. Muziki unalipa inategemea na strategy yako wewe mwenyewe tu. Kwa platform zile una advertise muziki wako. Na ma DJ wako vile pia muziki wako unapoenda, na shows pia. Naweza sema pia kuorganize shows na kutembea inasaidia sana. Mimi nilikuwa Nairobi, nimekaa Nairobi karibu miaka kadhaa. So kuna exposure kila weekend, sikosi event mahali. Sikosi angali 10,000, 10,000. Nasaidia mahali, rent nini. Lakini kuna mtu tayari kumuita kwa hiyo show, anataka aomoke na hiyo show moja. Kuna mwingine anataka tayari show, tayari anataka milioni, tayari show moja, tayari afunge mchezo. Hakwendagi hivyo. Afadhali upate zile kidogo za kila siku. Lakini zaingia daily. Kuliko take nyingi za mara moja. Upewa milioni moja alafu utoke tena mpaka miaka 5 tena ndo usikike tena. Miaka 5 ukija kwa muziki umechange. Wajitafuta lakini wapi? So na kama CLD, kuna BNT. CLD is back, yuko Kenya sasa hivi. Mwanangu sana. CLD ni cousin. First cousin kabisa, mamake na babangu mandugu. Sasa CLD amerudi, lakini sasa unaona kitambo cha jitafute tena kama inachukua muda. Muziki umechange. Man. Hata sasa ukiangalia baadhi ya wale wasanii ambao wamekuwa hapo nyuma, sasa hivi kubadilisha muziki kwao kuingia kwenye kizazi kipya sasa hivi imekuwa ngumu. Kina Jagugas, kuna wasanii wengi wanajaribu kujitafuta. Angalia kama Susumila anajaribu sana, lakini ukisikiliza kwa karibu yani kama kuna ka struggle kidogo. Very good. Hata uko fulani pia nimeona sasa wamerudi tena pamoja, ni uko fulani. Tuombe Mungu ani vitu tufunguke, watu warudi poa tu. Challenges kibao tu. Challenges zipo, ni hali tu ya maisha hapa na pale. Lakini tukiangalia kwa upande wa hip hop hip hop bado ukiangalia mimi sioni kama kuna any changes ya hip hop. Miaka nenda miaka rudi, yani vitu ni vile vile. Unless tuje tuseme kuna mambo kadha wa kadha ambayo yanabadilika kuhusu mitandao ya kijamii. Sasa hivi ukiangalia hususan ukiangalia ya 10 down ni kitambo, lakini ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii bado licha kwamba bwana brand inajulikana, lakini kwenye mitandao ya kijamii bado ipo chini, ambao ukiangalia ni tofauti na kizazi cha sasa ambao vijana wanaanza kujijenga kwenye mitandao ya kijamii kabla yani wajitangaze kimuziki kwao. Sasa hivi watu wanategemea sana mitandao ya kijamii. Pengine venye umesema sasa hivi umebaki na brother ndo unataka kupiga naye sasa hivi. Mtaanza tena upya kujijenga kwenye mitandao ya kijamii ama mtaendelea na ile brand ambayo mko nao alafu kwenye mitandao ya kijamii muachane tu na hivyo? No, hata sasa tuko na mkataba sasa tuko na manager anataka kutusign. Hiyo ndio kitu kidogo umetokelea. Hata hiyo ndio imeleta Malindi. Niongea na brother after hapa mimi narudi Nairobi, niko Ruaka, place ni Ruaka. Huyo manager ni wako hapa Malindi ama ni wa Nairobi? No, Nairobi. Wanaitwa Heartbeat Entertainment. Heartbeat Entertainment. Wao ndio walikuwa na kina Zed Anton, kama mmoja Zed Anton. Walikuwa na manager Zed Anton, kina Samu kweli. Ni manager wanasaidia hata Matonya pia, walimshika Matonya. So sasa hii wanataka kunisign. Contract yao ni ya 2 years wameniambia. Sasa kwa lazima ni brief brother, ndo kama kwenda tuende pamoja tusaini mkataba. Mimi nitabaki huko. Yeye nafikiria atarudi. Nitabaki. Kwa sababu kuna family huko. Kuna watoto wako huko. Sasa kama sasa mkataba ni wa wewe na yeye mna join rasmi. Officially. Sasa kama mtajoin officially, yeye mbona arudi Malindi? Ama kazi ni ile kama kuna kazi atakuja nini akirudi? Kulingana na kazi, yani kazi yake anafanya vitu za shanga za beads. Anashona vitu za shanga na kuna workshop yake hapa Malindi. Sasa ni ngumu. Sasa ni ngumu ile kuacha kazi. Kwa sababu ukiangalia tarashajijenga hapa na customers. Umeona sasa ile kukurus customer kwenda Nairobi tena kutafuta wengine itakuwa kazi. Ngumu sana.
Anyway, ni kitu kizuri, ni kitu kizuri. Kwa hivyo wewe unaamini sana mtu akiwa under management anaweza fanya vizuri compare na ile anajisukuma mwenyewe. Ya, kuna management unaweza sema una relax na vitu fulani. Kwa hiyo kufanya mwenyewe, maana kila kitu wewe mwenyewe unajisimamia. Lakini uko na management, hata kama manager hana pesa, lakini anaweza kupatia ushauri, anaweza kupatia suggestions, opinions, then wewe unaweza kuja na decision. Lakini sasa iko wewe ndo suggestion maker, wewe ndo opinion maker, alafu wewe ndo decision maker, inakuwa hard. Na wewe ndo mtafutaji wa pesa. Alafu wewe ndo mtafutaji wa pesa. Wewe ndo sponsor. Pesa ukipata unajikopa hapo katikati. Acha nitumie hela. Acha nitumie alafu nitaeleka vipi? Balaa nakwambia. Okay, tusalie hapo kwa management. Tumeona kuna baadhi ya wasanii ambao wamekosana na management za kwao, alafu naangalia mwisho wa siku social media za social handles zao zinazuiliwa na management. Mwisho wa siku wanaenda pengine wanapoteza vitu vyao karibu almost 80% ya vitu za kwao. Wanaanza tena upya 20%. Unaichukuliaje? Pengine sasa hivi kufikiria kusign. Ushaifikiria hii pengine tunaweza kuja kukosana hapo katikati, ama pengine utadepend na zile sheria ambao watakuwa wamekuwekea, ni gani utaikubali, ni gani utakataa? Mimi kivyangu mimi as a rasta naweza sema sidili na negativity. Kwa kila kitu changu na deal na positivity. Naamini yani huo mkataba utakuwa mzuri na Mungu ataingia katikati. Ni bora tufunguliane nia, aache tamaa, niache tamaa, ili tuweke percentage lazima atakula, na lazima mimi nitakula, lazima tutaishi both sides. Producer pia, studio pia lazima angalie hizo vitu, ma video nini. So tuna balance, we have to balance. Niko na ngoma pia inaitwa Balance Dance. Mtaachia soon next month inshallah. You have to balance, lazima upime maji na unga ndio upike sima. Sio kwa maji mingi, unga kidogo utakuwa uji si sima. So lazima balance. Mimi nikwambie tu the best bwana, upate management nzuri ambayo itaamsha tena game tuje tupate ile the real turn down ambao bwana inakuwa ikitesa sana inshallah. Bwana tu lipe tu madeni kidogo, alafu tutakuwa tuna inuka baadaye tuweze kusikiliza bwana track ambayo inakwenda kwa jina Anga Zetu, ambayo ilimshirikisha Shabiki na vile turn down. Bwana nikukumbushe mtumishi wa umma ambaye sasa hivi unanisikiliza na pale nyumbani bwana, mambo ya kwako amekwama, aidha pale ni school fees bwana zimeisha bwana, unataka kununua kaploti kwako ni ka shopping pale nyumbani bwana, kamekwama, na kwambaje usitensi, kwa sababu benki maridadi bwana, benki ya Cooperative Bank ipo hapa na anakujalia mtumishi wa umma, aidha ni mwalimu bwana, daktari, afisa wa polisi pale, kwambaje usitensi, kwa sababu bwana kwenye benki ya Cooperative Bank unaweza kupata bwana mkopo wa up to milioni 9 ambao ni mobile personal loan na mobile loan ambayo inakwenda hadi 500,000 unaweza kulipa kwa kipindi cha miezi 120 au miaka 10. Cha msingi bwana, payslip yako inasoma miezi 3 hadi 6, alafu una account ya mshahara katika benki ya Cooperative Bank. Ukiona hivyo moja kwa moja bwana, tembelea tawi lolote la benki ya Cooperative Bank ili uweze kujinyakulia mkopo huo. Anga Zetu bala, ndo sisi wanamuziki wa mtaa, far away. Tatoka far away na tunaenda, tatoka na tunaenda, tatoka na tunaenda. Wacha nikwambie, turn down kwenye rap game, tunaleta rap shots, skiza na sisitiza, na kama una machungu njoo lipiza, tupo majengo savuka mtaa ya giza, usimletee wakuji show ndani ghetto kimoba, jista pizza slida sidikali, tuliza kabla sicha kuvuta chemba chochora na giza, usop 1-2 pop tuna drop, ma MCs wame lose hope, wametona kwenye floor, tunaleta rap shot. Sasa mataka war, turn down my bro, microphone KO,
microphone KO. Anga zetu balaa, anga zetu totwa, anga zetu balaa, ndo sisi wanamziki wa mtaa. Anga zetu balaa, ndo sisi wanamziki wa mtaa. Far away, far away, far away, na tunaenda far away, far away, far away, far away. Sometimes I have to sit down and think about my life because I'm still young and I have a good time. I can make my own choice to be what I am. Maybe I have wife, all I need is one mic. This life is hard, only the strong will survive. That I'm still alive, I say thanks for your love. Kila kitu mina uwezekana, dina toka mbali na kumbuka tena sana. Wamejaribu kila njia kuzibana, wamesakanya kila kona kwangu pana. Haina maana kuweka beef na kuchukiana, watu kosana, mwisho kwisha kaelewana. Jambo la maana tushipisi na kusaidiana. Mimi nishawahi kusota sana, mimi nishawahi kutesa sana. Nifika night sijakula toka mchana, niko na mani, kuna nguvu za Maulana. Shabigi tukiwapa one touch, sema hae haya, sema hae haya. Bwana Traki inakwenda kwa jina Anga Zetu kutoka kwa 10 Town akishirikiana na Shabiki bwana Traki babu kubwa hata zaidi. Dakika zikiwa ni 48 ndio zimekatika pale baada ya mwendo wa saa ngapi bwana, saa 8 majira yakiwa na Afrika Mashariki. Tumesalia dakika za kuhesabu Wanamziki wa mtaa, anga zetu balaa, ndo sisi wanamziki wa mtaa. Tutatoka far away na tunaenda far away, tutatoka far away na tunaenda, tutatoka far away na tunaenda far away, tutatoka far away na tunaenda far away. Bora ukisikiliza traki na kuonyesha jinsi gani bwana unaweza toka mahali ukajiona umetoka mbali sana kwa sababu wa mambo na maisha, lakini bado ukiwa na matumaini kwamba mahali ambapo naenda bwana ni mbali mno. Far away. Ten down niggas. 10 down niggas. In the life history. Tutatoka far usia na bado twenda far. 10 down niggas. Tuko na mobbies. Toka time of bad times. Paka sasa tuko ndani good times. Sasa hizi yanga mazee, hizi yanga ukizubaa watu wanakuachia pop nigga. Au sio? Yeah man. Ni track ambayo inaonyesha umetoka mbali sana. Na bado tunaenda far. Bado tunaenda mbali. Maisha safari, sijua muziki pia ni safari. Tokea enzi kwamba social media zote walikuwa wajikumbatia zaidi. Mpaka sasa hivi watu wako kwenye mitandao. Toka Malindi hakukuwa hata na radio station hata moja, wala hakukuwa na studio hata moja. Studio ilikuwa totoka Malindi tuenda Mombasa kurekodi. Jikoni studio ya Nduma Debe. Hiyo na studio ya kwanza, hiyo ndio studio ya kwanza Coast. Jikoni. Mpaka sasa hivi tumekuwa na studio kadhaa Malindi. Nafikiri kila mtaa. Yani totoka far na bado tuenda far. Tunashukuru Mungu tu, we give thanks. We have to praise Jaja. Lazima tushukuru tu. Mimi nikiangalia hip hop ni muziki ambao ukisikiliza kwa karibu sana una mafunzo makubwa sana pale ndani ukisikiliza. Ni vitu ambavyo vinakuonyesha usikate tamaa kwa sababu ipo siku muziki wenye hope unakupatia hope, nakupa hope sana. Sinakwambia ina deal na culture na love na reality. Tuzungumzie track ya Shika Mic Shika Mic latest. Shika Mic, latest slang za Kisela. Shika Mic, nipe deal zenye hela. Shika Mic, weza piga a cappella. Shika Mic, represent hip hop. Somo ya leta hii idea ni Khalid ama pengine ni 10 down ama ni Khalid ndo aliwatafuta? Khalid ndo ametutafuta. Khalid alifika, by the way alikuwa yuko around. Alikuwa amesafiri ameenda abroad.
Alikuwa Amerika, kushuka kaanza kututafuta. Kanipigia simu, ananiambia Tendown vipi bwana, mimi niko nataka nikuweke featuring kwa ngoma fulani. Alafu nakuhitaji wewe, nahitaji Doctor, nahitaji wasanii, maana yake tuko naye Majengo. Tulianza naye muziki kitambo kwa Ghetto Soldiers. Akasafiri. Asa aliporudi akasema nitafanya ngoma moja ya kukumbushana ile turudi tena kwa game. Kuna Doctor kina Stereo Genius, Shak B. Hiyo ngoma tuko mtutano hapo. Lakini owner of the song ni nani? Ya Khalid. Amekuja anitumia beat, alitumia kila mtu beat. Tukafeel tukawa mahali pamoja, tukaandika kitu, tukamaliza nayo. Session ya siku moja na tukamalizana kila kitu. So okay, hapo kila mmoja alikuwa amejipanga kivyake. So wajua ni Wakongo wote, ni Wakongo. Doctor ni wazee sana. Khalid pia naye pia ni Mkongo. So haikusumbua. Kitu wanao watu wao zishamalizana kila kitu. Ya man. Baka producer ashangaa. Producer mwenyewe anajua sumbua na Kongo. Kiwanja mwenyewe yani alishukuru sana ni ile Kongo pia kukutana Love kufanya kitu kama hiyo. Mlifanya kwa kiwanja? Tumefanya kiwanja for on records. Hata video atakufanyia yeye tena bado anafanya kwake. Audio na video anafanya kwake. Bado ni kukumbushana tu. Bado kiwanja pia tumetoka naye mbali. Alikuwa anajiita MCS before ajiite kiwanja. Alikuwa ajiita MCS. Blaze ni nini hiyo time? Market Village. Tulisumbuana na kiwanja kwa game toka tu watoto. Sana. Ni muziki mligundua mkiwa watoto mkakuwa nao. Naweza sema muziki uko kwa blood, yani toka udogoni. Football na muziki. Yani ilikuwa kama hutaimba utakuwa footballer. Mchezaji. Mambo yalikuwa ni hivyo. Watu wengi wa Malindi ilikuwa kama utakuwa mchezaji mpira utakuwa mwimbaji. Basi. Lakini sasa hivi hakuna hiyo. Hakuna wasanii, hakuna wachezaji. Lakini ndio nimekwambia shida ya Malindi lack of management, lack of sponsorship, lack of platforms. Hasa kama mchezaji football, hakuna hata ground, hakuna pitch ya uwanja ambao tunaweza sema kuna Malindi Stadium. Hatuna hata stadium hata moja. Sasa footballer inabidi mwisho wa kwisha toke ende Nairobi ama Mombasa Sports Club. Malindi hatuna stadium, ni moja Alaska na si stadium ile. Capacity yake hata ikinyesha mvua na nyeshewa kwanza. Capacity yake pia zizuilia ingia hata watu 100,000. Hata 10,000 pia watu 10,000 hawezi ingiaje. Hiyo ground yani ina space. So upande wako unasema ukosefu wa miundombinu msingi ndio imechangia vitu vingi sana ambavyo wawekezaji investors hao wenye pesa. Wewe kama hawataki na pesa zao. Wewe kama ni gwiji wewe uko na pesa. Ona kama Bongo nashukuru kina Baresa na support artist. Nasikia paka Harmonize atamtaja Baresa. Matajiri wana support muziki. Lakini huku kwetu matajiri ukimfuata kwanza kwa mimi ni Muislamu. Sheikh Muhammad. Waislamu kwanza bwana, dini yetu hairuhusu kufanya muziki sijui ni nini. Ukiangalia nanda Said ukifuata wengine nao itabidi inge kwa serikali. Maana sasa hiyo watu wengi wameanza fuata heshimiwa. So inabidi utafute mheshimiwa fulani aweze kuboost kusaidia. Tena financial, bado turudi pale nakwambia financial ndo source ya kila kitu. Maana huwezi fanya kitu hata kama wewe mwenyewe hujakula, huna transport, huna nini. So everything is money. Maisha yamechange sasa hivi. Babylon Vision, pesa ndio imekuwa. Pesa ndio kila kitu. Pesa ndio imekuwa mission yani. Kwa hivyo sasa hivi kuna wawekezaji Malindi basi. Vile vipaji vyote talent ziko, kuna paka acrobats wako, kuna traditional dance wakina mama wakigiriama Mwanzele ni nini, vitu viko Malindi, kuna vitu vingi sana inside Malindi. But hakuna wawekezaji, lack of investors, watu wa kuinvest. Amue tu aseme mimi nitachukua wasanii kadhaa nitoa manage, alafu tukatiane percentage fulani kwa kila ngoma, kila product, at least hata studio pia hatuna good quality of music in Malindi. Ndio naona Malindi hatujatoa msanii hata mmoja. Mombasa ametoa kina Nyota Ndogo, ametoa watu wengi sana. Kina Cannibal, watu wengi Mombasa wametoka, kina Kiddies. Si ndio? Sasa lakini bado hapa Malindi hatujatoa msanii hata mmoja anajulikana Kenya in general. Ningeomba kwanza advice kwa watu wa Malindi bana. Naomba tushirikiane jamani. Tutoe hata kama ni artist mmoja tu. Hakuna artist hata mmoja toka proud name tu wa Malindi amesikika Nairobi.
Mimi kina Nairobi hata namba tenda una tisi wewe kidogo unatembea tembea. Lakini watu wa Malindi bwana wamekwama kama maji bwana. Tembeeni bwana. Kutembea bure sana, kukaa bure bwana. Unapata exposure, unapata tofauti, new ideas, new mind, new people. Sio wamesikia. Wataanza kusafiri sasa hivi. Tembeeni bwana. Msieke akili hapa tu. Angalia Kenya ni yetu bwana. Na wewe kama Mkenya uko na haki ya kusikika kama msanii. Sisi tunalengana hapa kwa hapa. Unarusha ngoma lakini unalenga njita. Sijui nani analenga nani. Sasa mnacheza tu kama kibe tu. Wenyewe tu. Yani hapo tu mwarushana nyinyi kwa nyinyi hapo tu. Na yende mbali. Yafaa tuna focus way forward. Ni watu watoke Malindi, tutafute hizo channels. Maana Malindi tunaona kuna witness. Ya hiyo ma investors. So tutoke tutafute mali, tutawapata. Maana sisi ndio tutataka kazi, sisi wao wanataka kazi. Wao pesa wanazo. Lazima wasanii wajitume. Ni sisi. Mlango ni ubishe ndio utafunguliwa na Mungu. Mungu mwenyewe akwambia jitume ndio mimi nitakusaidia. Sasa kama wewe mwenyewe work hard, umekaa alafu unangoja upigwe simu, oye kuna show mahali fulani, kuna pesa fulani, tenda mtonyo, oye kuna nini? Akwendi hivyo bwana, jitume. Usi give up. Alright, bwana, sekunde za kuhesabu pale zimesalia niweze kugonga top of the hour baada kwa kuingia awamu ya 3. Kwa hivyo usiende mbali, kwa tunarudi tuweze kuzungumza na tuweze kuagana, si ndio? Bwana, sheshe mpango mzima. Afisha ya kutafuta tena. Maafu ya ongea. Hapo kwa juu. Hapo tu. Taka video. Mungu ataka video. Hapo kwa juu. Hapo kwa juu. Hapo kwa juu. Yani hapo tu. Hot and sexy, nice and clear. Me love the way you wine, girl. Up and down, those things are gone. Mimi napenda vile ulivova. Amejaza mandanda. What? Mimi napiga tu machanda. Mtoto sop aki black ni kitanda. Chuchuma mama. Inuka mama. Chuchuma mama. Sema hapo tu. Kumbe ni unyama tu. Akichemka anacheza.
mwili mzima ananijaza tu, haki ananifaa, kumbe ni unyama tu, haki chemka anacheza, mwili mzima ananijaza tu, haki ananifaa. B babala double D zungu la mitaa. Bwana, unyama sana hapo kwa juu. Dakika 24 pale ndo zimekatika baada, dakika ni mbili kumradhi, zimekatika baada ya mwendo wa saa 9. Bwana, kwa dakika zilizosalia tu hapa tuweze kuzungumza bwana kidogo bwana, tuweze kumalizia bwana. Sawa, Alhaji Dangote naona comment yako bwana, uko live unasikiza na Hood Rapper mwanangu, mko Kejani au sio? Mgotea Hood Rapper sana, mwambie we run this town, bado tuendelea ku run the town. Naja nitoka session naja home, mwambie bwana 10 down. Ya mwana. Kwa dakika za kuhesabu tu hivi umwambie tu kitu chochote pale msikilizaji ambaye anakusikiliza sasa hivi bwana, na kwa ile kijana ambaye anajisikia ama anapanga ana mikakati ya kuingia kwenye game ya hip hop, unamshauri vipi? Mimi ushauri wangu ningeambia ni kitu ya kwanza, watie bidii kwa kazi, wajitume, na mtu usiogope. Ukitaka kufanya kitu fanya, do it in your own heart. Yaani jitolee na kufanya kwa roho yako. Yeah. Usisikize ma idea za watu wala nini. Mtu anaweza kupatia fikra potovu pia. Kwambia tuingie kwa uhuni, tushike mapanga, tufanye nini. So mimi ningeomba, mziki ni talent, na kama ni gift umepewa na uko nayo hapo nyumbani, usilazi kipaji mwanangu. Sawa? Akitumia vizuri. Tumia vizuri, use it as a weapon. Sawa, andika best music, create themes, content zako ziwe pia content creator, create things ambazo zitakuwa available pia kwa mitandao, zinavutia, attract. Kitu ambao unajua nitafanya hii kitu itarudisha. Usifanye kazi ambayo italeta hasara bro. Usifanye kazi za bure, show za bure. Wallahi mimi sasa nimefikia time hata sasa sifanyi collab za bure, sikufichi bro. Unatoa nyumbani tu hivi tuende studio session, time yangu nini, watoto wanategemea na mambo mingi, yani short. Lakini watu wanasema kama ndo unaanza kujitafuta, lazima pengine pale utafute time ambayo utakuwa unafanya collab za bure na watu kwenye ile hali ya kujitafuta. Tema kujitafuta, na unakwambia mtu asisikizie negativity ya mtu, asitoe mikwana na mtu. Kama una do it with your own effort, yani tumia na moyo wako wote. Sawa, jiamini kile unachokifanya, believe in yourself first. Jiamini kile unachofanya kwanza, then put effort on it. Sawa, alafu pia eka Mungu ndani ya kila kitu unachofanya. Mimi naamini ukiweka Mungu mbele kila kitu chako, yani hakuna pingamizi ambayo, yani hakuna kishawishi ambacho kinaweza kupinga, kitu ambacho kitakwama. Hakuna kitu ambacho kitakwama. Mahaters wako wengi. Kwanza kutakuanza kitu utaambia, mimi mpokuwa naanza dread, bwana dread iko rafu shagi sasa wamechange, wametoa rasta tena respect. Lakini ukianza rasta, angalia nywele zake vile chafu angalia vile lakini sasa mwisho wa kuisha amekuta ujamaa kumbe hata ni mrasta. Si wale shagi eti oza, ni mtu na discipline yake, amekelea heshima yake. So kitu ningesema, wewe kama uko nyumbani na uko na talent, tafadhali hebu nitafute naweza kuassist mali fulani tu. Tuko na producer kibao tunajua, kuna studio kibao tunajua, kuna connection kibao tunajua. Wewe kama ni msanii mdogo chipukizi, tafuta wakongwe. Tafuta mkongwe yote malikokote pale, shika mkono. Sawa, atakuonyesha zile njia. Huwezi anza kitu, usiogope, na usitake kila kitu ufanye wewe. Maana vingine uvijui, umevikuta. Kweli. Sawa? Muziki unataka pesa, ni vile nimekwambia kila kitu financial. Kila kitu hela sana. Sasa dogo anaweza anza pengine kazi yake ya bajaji ama kazi yake ya uza njugu nini. Unaona ile struggling pia bwana, ameenda studio mara ngoma imefutwa. Yaani kuna challenges nyingi sana. So usigive up. Just do your best. Alafu pray first. Nakwambia Mungu ndo kila kitu. Ukimweka kila kitu, nothing is impossible. Man. Wazo tujuze pengine tutarajie nini? Kuna mazuri ambao ushatuandalia ama kuhusu project mpya? Tuko na EP nafanya na brother nimekwambia Shakbi. Tuko na EP tunafanya kwa Sango ngoma 7. Sasa tumefikisha ngoma 3.
So bado 4 songs. After hizo 4 songs tunafanya videos, hatufanyi tena audios. Tuna concentrate na videos, alafu na hiyo story ya signing ya management. Hiyo kwanza ndio kitu ambacho nimeleta huku sana. Tuongea na bro amekubali, uzuri amekubali. Tusaini mkataba, kama ni kazi na kuja Nairobi na rekodi, alafu anarudi. Mimi nataka kubase Nairobi short. Music alimuona Malindi muziki utara. Nazeeka, sasa niko na 41 years. Tarehe 19 birthday yangu. Kwanza nawalika. Nitakuwa na birthday yangu tarehe 19. Inshallah Mungu akipenda utaona post. Tafanya Malindi, nilikuwa nafikiria nifanye kienyeji. Kienyeji bar. So nyote mnaalikwa. Tatangazia posta, nitarushia posta kwa net. Inshallah. Tunaisubiri sana. Mimi sema shukrani za dhati kwa shabiki ambaye bwana umeungana nasi, umetegea Radio Jazz Vari ya Pwani kwenye hii interview kwetu kuanzia ile mida ya 7 hadi sasa hivi. Bwana muhimu wasisahau platforms, waingie kote watafute. 10 down, natumia 10 down Kenya kila mahali. Facebook, Instagram, TikTok, kila mahali 10 down Kenya. 10 down Kenya, 10 down Kenya unanipata direct. Au sio? Bora fika pale kwenye mitandao ya kijamii, kwenye platform tofauti pale, search tu 10 down Kenya, piga like pale, piga share bwana, view na kila kitu. Bwana kitakuwa kinakuwa sawa hata zaidi. Bwana mimi kutoka kwangu semea tupatane kwenye awamu yetu ya request hour.